I have few questions about you. I know you are so smart. You study at Mkwawa, and I know that school is so smart. Do you know the history of Mkwawa? History of Mkwawa, yes. Can you tell me the history of Mkwawa? Little, anything which you understand about Mkwawa. Anything, okay, one sentence, what you understanding about Mkwawa. Mkwawa was fighting with just I know. Say with white people. Say Wazungu. He was fighting with Wazungu. Was fighting with Wazungu for a long time. Yes. More than 1 year. More than 1 year. Yes. Mnatembea kwa miguu toka nyumbani mpaka shuleni, si ndio? Mnatamani mpate gari la kwenda shuleni? Hamtaki kupata gari kwenda shuleni? Ni karibu shuleni, si ndio? Lakini mbona wenzenu wanaosoma shule za private wanapanda magari? Hamwaonei uwivu? Kwa nini hamwaonei uwivu? Mna enjoy mnapotembea kwa miguu hivi shuleni kwenu hapo. Hampendi shuleni uwe na gari na nyinyi wage nabeba kwenye gari? Oa ni aje mzee? Oa simama poa. Simama. Mambo. Unaitwa nani? Ongea kwa sauti wewe mwanafunzi, inabidi unajua kujieleza. Unaitwa nani? Unasoma darasa ngapi? Kwa nini unatembea kwa miguu kwenda shuleni? Nitakuzingua. Kwa nini unatembea kwa miguu kwenda shuleni? Kwa nini unatembea kwa miguu kwenda shuleni? Mama hajakupa hela kupandia bajaji. Kwa nini hela asikupe mwalimu kupandia bajaji mpaka akupe mama? Kwa nini usitafute hela kupandia bajaji? Wewe uweze kutafuta hela? Kwa nini uweze kutafuta hela? Hauna uwezo kufanya kazi au? Kwa nini sasa uweze kutafuta hela? Mbona wenzako wanapanda mabasi ya private? Uone wivu? Utamani kusoma nani shule ya private? Hello, hi. Do you speak English? Okay, where you don't learn? Chief Mkwawa. So why are you walking on foot? I'm waiting for the bus. You are not walking on foot, you are waiting for the bus? Yes. And yes, you are studying Chief Mkwawa? Yes. Why your friend is learning? It is fear? She's very fear. Why she's fear, Camilla? I don't know. You don't know? Yes. But tell her to be, no, it is that fearing a Camilla, it is devilic things. You mean that you hide something. Do you get me? Yes. If you are God believer,
You can't fear anything. God protect for anything. Even if anyone come with any army or any weapon or any gun, he will. So I have few questions about you. I know you are so smart. You study at Mkwawa, and I know that is called so smart. Do you know the history of Mkwawa? History of Mkwawa, yes. Can you tell me the history of Mkwawa? Little, anything which you understand about Mkwawa. Anything, okay, one sentence, what you understanding about Mkwawa? Mkwawa was fighting with just I know. Say with white people. Say wazungu. He was fighting with wazungu. He was fighting with wazungu for a long time. Yes. More than 1 year. More than 1 year. Yes. And then he win. He beat all. After that wazungu described to start to be friendly with the people of Mkwawa. After that they fighted against Mkwawa. They started to throw bombs. Mkwawa knows that they are stones. He ran away. He knows that they can catch him. He fear to go to prison, so he killed himself by a gun. So the people from Mkwawa, they betray him. I mean the workers, they betray him. And also these white people, they get chance to know about Mkwawa, his secret and how he operate everything. And from there Mkwawa, he know that he will be sent to prison. And he killed himself by the gun because of the betrayal of stupid African. And then white people, they cut his head and they take a blood and they say that we kill Mkwawa. Is that true? Yes. And also they bring back. The Africans say that is our. We need that is our. Yeah, I speak it in Swahili. That is what? That is our makumbusho. We need to return it in Tanzania. So they need to return the head of Mkwawa in Tanzania, fuvu of Mkwawa in Tanzania. It is makumbusho. Do you think that it has a logically for you? Do you believe that is the fuvu of Mkwawa? And this is your school bus? Okay, have a nice day. Say hi to our teacher. And also say, okay, how are you? How are you? How are you? You don't know English? Okay. Okay, bye bye. Kama mzee wangu, unauza nini mzee? Naona hapo nini wanaita Lugenge shop. Lugenge hicho ni Kipangwa, Kihee au Kikinga? Kibena? Usiniambie wewe ni mtu wa Njombe mzee, umekuja kuzamia huku kama mimi. Wewe ni wa Njombe sehemu gani mwanangu? Wewe wa Njombe sehemu gani mwanangu? Mwanangu unauza mchele? Wewe wa Njombe sehemu gani? Kidugala. Sasa mbona umevamia huku, umekimbia kule, umeona wazee wa mila wa kufanyia vizuri eti? Unamwaga sasa mkuu. Mkuu pole. Haina shida mkuu. Nimependa mchele. Nitakuja kukuungisha mkuu. Unauza kilo shingapi mkuu? 500. Haina noma, lazima tupambane. Ila Njombe tutarudi. Unajua ile ni jiji la kimungu lile. Watu wa kafara ni wengi kwenye ile jiji la kimungu lile. Unakumbuka wale mauaji ya watoto wadogo ambao nayo kelele sana yale yaliyotokea yale, sijui umenielewa? Mji wa Mafinga na mji wa Njombe ni ndani mno. Wewe mtu unauza mchele miaka 10 afu unakuta uelewi tu. Unaona ni kitu cha kawaida hicho? Unauza mchele miaka 10 afu
Mimi sijaji chochote kile. Sasa ana hata baskeli na ametoka Njombe, sababu ujue kama ulipi kodi wanakukamata wanakurudisha Njombe, ukaanze na moja. Unalijua hilo? Mimi nakutania bwana, mimi naitwa Ivan G. Nafanya hizi promotion za biashara na kusupport watu, si ndio? Lakini nafanya ubunifu katika kazi yangu. Kazi yangu mimi ni kuhamasisha vijana kutumia fursa ili waweze kujiajiri na kuajiri watu wengine. Naomba mchele wa kuonja. Naweza nikachota mchele nionje mchele wako mwana. Haina shida. Ni mtamu sana. Haina noma, mimi nitawanya mchakato twende Njombe tukawapelekee tufunge hata ka stock kingine Njombe, tumtafute dogo mdogo, si ndio? Ambaye alikimbia shule, si ndio? Na project yangu inaitwa Rise the Shiner. Sijui umenielewa mzee wangu? Tutamtafuta mdogo kadogo kwa kana supply mchele Njombe, sawa? Au tuvitafute vidogo 10 ambao havina kazi humu mtaani, si ndio? Vio vinasafirisha mchele wa Mafinga Njombe. Mchele unatoka wapi kwani? Kwa unatoka Mbeya unakuja kuuzwa Mafinga, si ndio? Basi tutaurudisha uende na Njombe. Sawa? Tunataka huu unauza mtu wa Njombe na uza mchele wa Mafinga. Kwani usiende kuuza Njombe? Shingapi? 200. Mawili 500. Basi huyu mama ya 500 anafagia. Mpe 500 anafagia au utaki? Kama hataki achana naye. Au njoo chukua 500 utakula wewe mwenyewe. Kama utaki na wewe acha. Unafanya biashara Mimi mwenyewe biashara mandazi nishawahi uza, si ndio? Nimetembeza naifahamu, si ndio? Muda mwingine wewe unasema jamani nauza mandazi. Kuna wengine mpaka wasikie ndo wananunua, sawa? Kwa hiyo unatangaza, haya utachukua nipe 500 yangu, utakula mwenyewe sababu yeye amekataa. Na sijui anafanya biashara na yeye. Hivyo pambana tu, uza na nini, jitume, hamna namna. Bado mnatumia vile vitambulisho kwenye nani au vitambulisho vile vya biashara vilishafuta vile vya 2020. Vinaendelea na mnalipa hivyo vitambulisho, si ndio? Okay, sawa. Ukikata hicho kitambulisho cha 2020 kinakusaidia nini kwenye biashara yako? Ujasiriamali
ujasiriamali wa nini? Kwani ujasiriamali unahitaji kitambulisho? Basi ukiona siku nyingine anakuambia hichi kitambulisho kwa ajili ya ujasiriamali unani, si ndio? Muulize, nikilipia 20,000 kitambulisho kinanisaidia nini? Sawa? Au unapata faida gani? Otherwise waje wafundishe biashara, waje wafundishe customer care, namna kuita wateja. Sawa? Sio wanakuja wanapatia hivyo vitambulisho hapo, mjui kazi yake. Bibi, shikamoo. Pole, unauza nini? Maandazi shingapi? Maandazi yenyewe hapa. Mbona sioni maandazi? Unauza nini? Maandazi yako. Mawili 500. Haya, wapatia anayetaka ya 500. Kwa anayetaka. Hela hii hapa 500. Kama wasipotaka wao utakula wewe mwenyewe. Sawa? Wapatia anayetaka ya 500. Kuna anayetaka au kama hamtaki semeni ale mwenyewe. Mnataka? Jamani, mbona wao ghafla dadangu unaonekana msomi, una smartphone kabisa. Unaonekana dadangu smart kabisa, afu muoga tena kweli jamani. Bibi utawasikiliza basi, kama hawataki dada usinune basi. Sawa? Usinune. Najua unachotaka kukiongea.
tata, si ndio? Kama utaweza kupata oda ya hizo